dunia ya sasa inahitaji uwe na uwezo wa kushirikiana na mtu yoyote. Pingana na sera za Marekani ama sera za Ulaya, ni rahisi kuwa sehemu ya athari ya mgogoro ambao utakuwa unaendelea. Kama taifa husika linafaidika na maamuzi yaliyofanyika, manake huo ndio msimamo. Nazungumza na Ibrahim Chawe, mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Kubwa zaidi tunaangazia umuhimu wa Tanzania na baadhi ya mataifa ya Afrika kutofungamana na upande wowote katika kuleta maendeleo katika nchi zao. Na kwa kuanza tu tutazame sera ya kutofungamana na upande wowote ina maana gani katika mazingira ya sasa na siasa za kimataifa, na ni kwa namna gani sera hii ni muhimu kwa Tanzania na mataifa mengine ya Afrika kwa sasa? Shukrani sana Rajab. Sera ya kuto kufungamana na upande wowote kwa maana ya non-aligned movement ilianzishwa wakati huo kwa mataifa mbalimbali duniani na si Afrika tu, duniani kwa ujumla, wakati yakipambana dhidi ya ukoloni, lakini zaidi ulikuwa ni wakati wa vita baridi, na utakumbuka kwamba kulikuwa kuna vita baridi kati ya upande wa USSR pamoja na upande wa Marekani, na kwa wakati huo umoja huu ulianzishwa kwamba kwa yale mataifa ambayo hayaungi mkono chochote kilichokuwa kinaendelea katika sera ama siasa hizi za vita baridi, ndiyo yaliyotengeneza umoja huu wa non-aligned movement. Na itakumbukwa zaidi maadhimio haya ya kuunda non-aligned movement yalifanyika kwenye mkutano wa Bandung maarufu kama Bandung Conference, kwa wale ambao watakuwa wanafuatilia masuala haya kwenye upande wa historia. Kwa hiyo kwa historia kifupi ndio hivyo, na Tanzania imekuwa ni mwanachama wa muda mrefu sana wa upande huu, hasa kwenye upande wa diplomasia na masuala ya kimataifa. Umegusia hapo kwamba faida kwa nchi za Afrika, kwanza inasaidia kuwa huru katika kwa maana ya kutoruhusu kuingiliwa katika masuala ya maamuzi, hasa kuingiliwa na misimamo ya kisiasa ambayo huwa inakuwepo pindi mataifa yanapoingia katika utano wa kisiasa. Lakini vile vile pia unapokuwa katika sera kama hii, unakuwa huru kuwa na ushirikiano na mtu yoyote wakati wowote bila kuingiliwa na mtu mwingine. Na ndio maana utakuta katika mataifa, kwa mfano Tanzania, yana miradi kutokana na maeneo tofauti tofauti na nchi mbalimbali bila kuwa na maslahi makubwa sana na mataifa fulani fulani, kwa sababu yameitumia sera hii kwa uzuri zaidi. Kwa faida kubwa mbili ni hizo, kwamba mnakuwa hamuingiliwi zaidi katika kimaamuzi, lakini zaidi mnakuwa huru kuamua nyie muende na nani na wakati upi. Lakini faida ya tatu ambayo awali sikuitaja, mnakuwa pia na nafasi kubwa ya kuwa wasuluhishi, hasa migogoro pale inapotokea. Sawa. Sasa katika kipindi hiki ambacho ushindani wa mataifa tunafahamu ni mkubwa sana na unazidi kuongezeka, Tanzania na mataifa mengine yenye sera ya aina hii inaweza vipi kulinda maslahi yake bila kuonekana kuunga mkono upande wowote? Kwa asilimia kubwa inaweza kutumia sera hii kama ambavyo imeweza kutumia huko nyuma. Unapokuwa ufungamani na upande wowote, manake wewe hauna msimamo wowote. Kwa hiyo kwa maana ya matumizi ya sera hii zaidi ni kutumia fursa ya kushirikiana na kila mmoja aliyepo duniani. Kila taifa lililopo duniani unaweza kwenda na kuchukua fursa na kuzitumia kwa ajili ya shughuli zako za kiuchumi. Lakini vile vile pia unafahamu kwamba mataifa mengi ya Afrika yanategemea zaidi ufadhili katika miradi yake. Unapokuwa katika sera hii, ni rahisi kushirikiana na taifa lolote likasaidia katika ufadhili kwenye miradi ya maendeleo, kwenye miradi inayohusu bajeti, tofauti na ukiwa upande fulani, kwa sababu utategemea zaidi kuegemea katika upande fulani. Lakini vile vile pia kwa asilimia kubwa unajiepusha hasa na migogoro ambayo inayoendelea, kama ambavyo unafahamu kwamba yako mataifa ambayo tayari yalishaonekana kwamba yenyewe yana msimamo katika mataifa fulani. Kwa mfano, unakuta taifa labda lenyewe lina msimamo zaidi ya kusimamia sera za Marekani au sera za kimagharibi. Inapotokea changamoto, ni rahisi wale walioko sera ya upande wa pili ambayo inapingana na sera za Marekani ama sera za Ulaya, ni rahisi kuvamia ama kuonekana kuwa sehemu ya athari ya mgogoro ambao utakuwa unaendelea. Kwa hiyo inasaidia zaidi kwa asilimia kubwa katika kuepusha pia migogoro, hasa katika taifa husika, kwa sababu nyie mnasimama kwenye neutral ground ambayo kwa asilimia kubwa haiwezi kuingiliwa. Kwa faida kubwa zinakuwa ni hizo.
Kiusalama pengine na faida zingine za kiuchumi ambazo mataifa haya yanaweza kupata katika kuendelea kudumisha mahusiano mazuri katika pande zote ambazo zinaonekana kuwa na nguvu kubwa. Kiusalama kama nilivyozungumza mwanzoni kwamba hata kwa sababu unajua kuna mataifa kwa mfano yapo upande kwa mfano wa Marekani ambayo tayari yamesha weka kambi zake. Marekani imeweka kambi zake kwenye hayo mataifa inapotokea mgogoro kati kwa mfano ya Marekani na taifa jingine, manake ni rahisi hayo mataifa mengine pia kuyashambulia. Tutakuwa umeshuhudia hasa kwenye mgogoro kwa mfano wa Mashariki ya Kati ambapo tunafahamu kwamba zipo kambi za Marekani kwenye baadhi ya mataifa ya Mashariki ya Kati ambayo Iran imetumia kama fimbo kumpiga Marekani kwa maana ya kufanya mashambulizi kwenye mataifa hayo. Kwa hiyo kiusalama, mnaposimamia sera hii ya kutofungamana na upande wowote, mnajiepusha hasa na migogoro ambayo inakuwepo duniani, kwa sababu nyie hamna popote mnaposimamia, hamna mtu yoyote ambaye mnajishughulisha naye kimaslahi katika upande huo. Kwa hiyo nyie hakuna manake mtu wa kuweza kuwashambulia ama kuweza kuwaathiri kiusalama kwa upande mmoja. Kwa kiusalama hiyo ndio inakuwa nani, lakini kwenye upande wa fursa kubwa za kiuchumi ukitazama ni kwamba zaidi kikubwa unakuwa una uwezo mkubwa wa kushirikiana na mtu yoyote duniani. Una fursa ya kilimo, unaweza kushirikiana na China, unaweza kushirikiana na Marekani, unaweza kushirikiana na Urusi, unaweza kushirikiana na mataifa ya Ulaya. Una fursa kwenye sekta za teknolojia, sekta za elimu, sekta za miundombinu. Manake wewe una uwezo wa kwenda sehemu yoyote kuona namna gani ambavyo fursa hizo zinaweza kuleta manufaa kwa wananchi. Kwa hiyo inasaidia hasa kwenye upande wa kuhakikisha kwamba unakuwa na uwezo wa kushirikiana na taifa lolote lile duniani bila kuangalia maslahi ya upande fulani ama maslahi ya kisiasa, kwa sababu tu umesimamia msimamo wako huo wa kwamba wewe haufungamani na upande wowote ama maslahi yoyote ya kisiasa. Hii sera sasa inawezaje kusaidia taifa kutopoteza uhuru wa maamuzi na kutafsiriwa kama taifa ambalo halina msimamo kwenye masuala ya kimataifa, hasa haya yanayoendelea kwa sasa? Kwa asilimia kubwa kuwa kwenye non-aligned movement kunasaidia kama nilivyosema awali kwamba kunasaidia nchi kulinda ile sovereignty yake, kwa maana ya ule uhuru wenyewe wa kufanya maamuzi. Kwa hiyo taifa likiamua sio kwamba halina maamuzi, manake ndo limeamua na linaamua kwa maslahi ya taifa husika. Kwa hiyo cha kwanza katika kufanya maamuzi kwenye masuala ya kimataifa, kinachozingatiwa ni maslahi ya taifa husika. Taifa husika linafaidika nini? Kwa hiyo kama taifa husika linafaidika na maamuzi yaliyofanyika, manake huo ndio msimamo wenyewe. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba halina msimamo, lakini vile vile pia mara nyingi mataifa haya huwa yanatazama zaidi juu ya sheria za Umoja wa Kimataifa zinasemaje kwenye jambo husika. Kwa hiyo wao wakati mwingine huwa wanasimama pia kwenye upande wa sheria za Umoja wa Mataifa, kwa maana ya sheria za UN zinasemaje kuhusiana na jambo husika. Kama jambo husika limekiuka misingi ya sheria na kanuni za UN, wao hawawezi kuunga mkono jambo hilo. Na kama nilivyozungumza awali kwamba kwa sababu kwenye mataifa haya ambayo yapo kwenye non-aligned movement yapo kwenye upande fulani ambao unaonekana ni neutral, na wao pia wanakuwa ni sehemu muhimu ya kusaidia usuluhishi hasa kwenye migogoro inapotokea baina ya pande mbili. Kwa hiyo wao wanasimama hapo katikati, wanasimamia sheria za kimataifa, lakini vile vile pia wanasimamia maslahi ya taifa husika. Kwa hiyo wanaangalia misimamo yao na namna gani ambavyo hiyo misimamo itakuwa na manufaa kwa taifa husika. Kwa kumalizia sasa, katika dunia ya sasa sera hii inaweza ikatekelezwa vipi ili kusionekane kuwa na shida kati ya mataifa ambayo yako tayari kushirikiana na mataifa ambayo hayafungamani na upande wowote? Kwanza, dunia ya sasa hivi, Rajab, ni ya kisasa sana. Ni dunia ambayo inataka ushirikiane na kila mtu kwenye upande wa kiuchumi, kisiasa, kijamii. Yaani mazingira yale ya kuwa na msimamo fulani, kuegemea upande fulani, kwa asilimia kubwa yamepungua, na ndio maana sasa hivi utakuta kwamba zamani ilikuwa una uwezo wa kutegemea upande fulani wa Marekani peke yake, upande fulani labda wa G20 peke yake, lakini sasa hivi wako BRICS, ziko jumuiya mbalimbali za kifedha,
Unaona kuna Urusi inaweza kushirikiana na Afrika, China wapo Afrika, unaona kuna Ufaransa juzi walikuwa na mkutano wao Kenya, wapo pia Afrika. Kwa hiyo kuna hizi summits mbalimbali. Kwa hiyo sera hii kwa sasa hivi naweza nikasema ndio inajipambanua zaidi, kwa sababu dunia ya sasa inahitaji uwe na uwezo wa kushirikiana na mtu yoyote ili kuweza kuchukua fursa mbalimbali za kiuchumi. Nakushukuru sana Ibrahim Chawe. Tulikuwa tukizungumza kuhusiana na umuhimu wa sera ya mataifa ya Afrika, hasa hasa Tanzania kutofungamana na upande wowote. Shukrani sana kwa muda wako. Asante kwa kushiriki nasi katika mjadala huu.